lina maana ya kujazwa Roho Mtakatifu. Aliposema uliwanyeshea mvua ya neema, aliposema uliwanyeshea mvua ya neema, akiwa na maana ya kujazwa, akiwa na maana ya kujazwa. Sasa kujazwa Roho Mtakatifu maana yake nini na umuhimu wake ni nini? Kujazwa Roho Mtakatifu ni hali ya ndani ya kiroho ambapo mtu anaruhusu Roho Mtakatifu kutawala maisha yake kikamilifu. Roho Mtakatifu, yani kujazwa Roho Mtakatifu ni ile hali ya ndani, sio ya nje. Ni ile hali ya ndani ya moyo wa mtu, ni ile hali ya ndani ya moyo wa mtu ambapo mtu yeye mwenyewe kwa hiari yake anaruhusu Roho Mtakatifu kutawala maisha yake kikamilifu. Hasa unapomruhusu Roho Mtakatifu akatawala maisha yako kikamilifu, ataanza process ya kuendelea kukujaza Roho wake Mtakatifu, kukujaza Roho wake Mtakatifu. Tunapookolewa tutakuja kuona maana huko mbele, kwa sababu Roho Mtakatifu, lile tukio la kujazwa Roho Mtakatifu ni tukio la mchakato wa kuendelea. Ni kwamba ni mchakato wa kuendelea, sio kukoma, ni mchakato wa kuendelea. Sio tukio la mara moja, bali ni maisha ya kila siku kwa mtu aliyemwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Hivi unaweza ukajiuliza, wewe mara ya mwisho kujazwa Roho Mtakatifu ilikuwa ni lini? Watu nasikia tu ibada, tutakuwa na ibada ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Sasa wewe ukijichunguza ukaangalia mara ya mwisho kujaa Roho Mtakatifu ilikuwa ni lini? Kwa hiyo kujazwa kunahusishwa na mambo yafuatayo. Ili ujae Roho Mtakatifu kunahusishwa na mambo yafuatayo. Ili Roho wako Mtakatifu mruhusu atawale maisha yako kikamilifu, kuna mambo yafuatayo. Unatakiwa uwe safi moyoni. Uwe msafi kwenye moyo. Uwe msafi kwenye, heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Kutubu na kuachana na dhambi kunatengeneza ndani kuwa usafi wa moyo. Kutubu na kuacha dhambi kunamsaidia mtu kuwa safi ndani ya moyo wake. Lakini pia ili uweze kujaa Roho Mtakatifu ni lazima ndani yako Mungu akuwekee njaa ya kumjua Mungu, njaa ya kumtafuta Mungu, njaa ya kumwomba Mungu, njaa ya kusoma neno. Bwana Yesu asifiwe. Ili Roho wako Mtakatifu aweze kujaa ndani, ni lazima Mungu akuletee njaa. Nimesema ule mchakato wa kujaa Roho Mtakatifu ni ile hali ya muamini kumruhusu Roho Mtakatifu kutawala maisha yake kikamilifu. Sasa unapomruhusu Roho Mtakatifu kutawala maisha yako kikamilifu, maana yake ndani atakuletea njaa. Bwana Yesu asifiwe. Kila mara utakuwa na shauku ya kuomba, kila mara utakuwa na shauku ya kusoma neno, kila mara utakuwa na shauku ya kutaka kujua hii nini maana yake. Hivi Mungu amenisemesha nini hiki? Hivi Mungu anataka nini? Yaani njaa ya kutafuta neno kila wakati, njaa ya kutafuta chakula kila wakati. Sio chakula cha kibinadamu hiki cha kimwili, ni chakula cha kiroho. Unapoendelea kuwa na njaa Roho Mtakatifu ndani yako, unakula neno la Mungu, unasoma neno la Mungu, unaomba kila wakati, unakuwa na shauku ya kumtafuta Mungu, ndani yako Roho Mtakatifu atakuwa analeta ujazo. Bwana Yesu asifiwe. Vile vile huu ni mchakato kama nilivyokuambia, ni wa kuendelea kujazwa Roho Mtakatifu. Ni lazima uwe mtii kwa neno la Mungu. Ukubali kutii neno la Mungu. Biblia inasema asikiaye maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu aliyejenga nyumba juu ya mwamba. Mvua zikapiga zikanyesha, lakini maandiko yanasema ile nyumba itabaki vile vile kwa sababu imejengwa juu ya mwamba. Na mwamba ndio Kristo mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kutii kwa neno la Mungu, yaani hapo ndio kuna shida. Tunaweza kulisikia neno lakini tusilitii. Mangapi yanazungumzwa lakini huoni utekelezaji wake?
huoni utekelezaji wake. Ni kweli tunakusikia, tunasikia, lakini mchakato wa kutekeleza ama kulitii neno la Mungu imekuwa ni changamoto kwa Wakristo kabisa. Kwa tunaposema kutii kwa neno la Mungu, maana yake ni kuishi maisha yanayompendeza Mungu. Wa ibadani mtu unachelewa, fanya 1 2 3, mtu huwezi kufanya. Maana yake huwezi kuishi kulingana na mapenzi ya Mungu, huwezi kumpendeza Mungu. Ndio ile sasa, asikiaye maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili, lakini anayesikia maneno hayafanyi anafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Mvua zikanyesha zikapiga, ile nyumba ikadondoka. Biblia inasema anguko la huyo mtu litakuwa ni kubwa sana, kwa sababu unaposikia neno la Mungu ndani kuna uzima, kuna baraka, kuna maelekezo, kuna maonyo ndani. Ndio maana akasema kabisa, unajua Mungu hawezi, alivyomuumbia mtu moyo wake hakuwa na ile hiari ya kumlazimisha. Akawa anamwambia kwamba wewe, nimekuwekea mbele uzima na mauti, laana na baraka, lakini mimi nakushauri chagua uzima ili uendelee kuwa hai. Hakulazimishi, anakushauri. Pokea mafundisho yangu mwanangu, nipe moyo wako ili njia zangu zipendezwe na macho yangu. Sasa anatushauri, lakini sisi tunao wajibu wa kuendelea kutii mbele za Bwana. Na utii ndio unaotengeneza msimamo wa Mungu kukutawala wewe. Lakini kama utakubali kumtii Mungu, maana yake huwezi kukubali kutawaliwa na Mungu. Kuna kitu kingine kitakutawala. Utakipa nafasi kitu kingine kikutawale. Lakini unapojaa Roho Mtakatifu, tunaamini kwamba huyu Mkristo amemruhusu Roho Mtakatifu atawale maisha yake kikamilifu, akiwa moyo wake safi, akiwa na njaa na shauku ya kulitafuta neno la Mungu, kusoma neno la Mungu, kutafuta maarifa kila wakati. Na tumejaliwa kila mwezi tunakuwa na semina. Yaani hiyo ni nzuri kabisa, watumishi wa Mungu, lakini utii wake ni mdogo. Utii wake ni mdogo. Utawaona tu wale wafia dini ndio wanajiuliza, wale wafia dini ndio wao kila siku kuhudhuria kwenye semina, lakini watu wengine tunajiuliza wanapataje, wao wanakosaje nafasi. Lakini ukiwaita kwenye vikundi tofauti tofauti, unaona hawa hapa, au unaweza ukashuhudia kabisa hapa tulipo hapa. Mimi sisemi vibaya, naongea kwa sababu naona vitu vinaendelea. Tusivyovikemea hivi vitu hatutaweza. Unaweza ukaona kabisa watu wamejipanga kwa ajili ya kuja tu kujifunza mazoezi ya kwaya, lakini unaweza ukaona kwamba hawana umuhimu wa kuhudhuria semina. Tena wana ujasiri wa kuweza kukaa tu pale nje kuwasubiri mmaliza semina. Wakishamaliza semina wanaingia. Yaani kana kwamba semina hayawahusu, lakini zoezi la kwaya linakuhusu. Ni mbaya sana. Ni mbaya sana. Mbaya sana. Mwenye sikio na asikie. Mbaya sana. Huwezi kujitenga tu kwa sababu wewe mtu amekuita tu, ama Mungu amekupa kanema fulani, kipawa fulani kakuimba. Lakini uimbaji, huduma yoyote inaendana na maelekezo ya neno la Mungu kabisa. Mimi niwaambie ndugu zangu, nyinyi watu wa praise team and worship team, yaani Mungu anawapenda, ameweka huduma ndani yenu ya kutosha na ni kubwa mno, lakini yanachotaka Mungu muendelee kumtii Mungu kupitia neno lake. Unapolisoma neno na kulielewa neno, unajaa nguvu ya wewe kuweza kumhudumu Mungu. Nimependa sana mlivyoniimbia hapa, kwa sababu mmeimba katika roho. Mungu anapendezwa na sifa, lakini sifa hii ndani yake ni lazima huyu mtu amejaa neno la Mungu, ana shauku ya kusoma neno la Mungu, ana shauku ya kumsikia Mungu anasema nini kila wakati. Ndio maana nawaambia, siku moja tulikuwa nafundisha somo moja, nikamwambia ile kitabu cha Matendo wa Korinto wa kwanza sura ya 2, anasema yale mambo ambayo jicho halijawahi kuyaona wala masikio hajawahi kusikia, mambo ambayo Mungu huwafunulia wale wampendao. Mimi nataka niwaambie hivi, hakuna mwalimu wa kwaya yani hajawahi kufundisha nyimbo. Yaani ni kwamba ukikaa vizuri, mwalimu wa kwaya ama mwimbaji ama mpiga kinanda mzuri, ukikaa mbele za Bwana, kuna mlio unaweza ukaupiga ambao dunia haijawahi kusikia wala kuona. Anakusubiri tu wewe ujituni, ukae, umpe Roho Mtakatifu nafasi ya kutawala maisha yako kikamilifu. Maana yake kuna kitu atakufunulia ndani yako. Ukikitoa, dunia inaanza kushangaa, inaanza kujiuliza hiki kitu kimetokea wapi?
waambie ni Roho Mtakatifu amenifunulia, kwa sababu Roho Mtakatifu ana mafunuo mengi ambayo hajawahi kuyafunua katika dunia hii ama katika karne hii, lakini anakusubiri wewe Mkristo, mwimbaji, mhubiri, sijui mwinjilisti, mnabii, mtume, ukae ujituni mbele za Bwana, umpe Mungu nafasi atawale Roho Mtakatifu ndani ya maisha yako kikamilifu. Kuna mambo atayafunua ambayo dunia hii haijawahi kuyaona, ambayo dunia hii haijawahi kuyasikia, na wakisikia lazima masikio yao yawawashe, alafu wajue kwamba huyu mtu ni amejazwa na amekamilishwa na ameburudishwa ndani yake. Kwa sababu hiyo watu wengi watamjua Mungu kupitia wewe, na mafunuo utakayoyafunua kwa andiko lile lile ukilisema, watu wanaanza kushangaa, mbona andiko hili kila siku linasomwa, leo limekuja kwa picha gani? Ni kwa sababu mambo ambayo Roho Mtakatifu hajawahi kuyafunua kwa watu wengine, mambo ambayo hajawahi kusikika kwa watu wengine, mambo ambayo Mungu amependa kuwafunulia wale wampendao, ni kwa sababu mtu huyu amemruhusu Roho Mtakatifu ndani yake akatawala maisha yake kikamilifu, na wakati huo ameweka njaa ndani ya moyo wake kuendelea kusoma neno, kuendelea kusafisha moyo wake, kutubu na kuzingatia maelekezo ya Mungu. Hapo ujazo wa Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu lazima atajaa ndani yako. Ndio maana maandiko yanasema aaminie mito ya maji itaendelea kutoka ndani yake. Maana yake kuna kila kitu. Leo kile unaleta jipya, kesho linaonekana jipya, kesho nani wanaanza kukuuliza hivi, wewe unasoma Biblia gani? Unamwambia ni hiyo hiyo tunayosoma kila siku, kwa sababu huyu mtu amekubali kutii. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nataka nikuonyeshe tofauti ya kujaa na kuzaliwa kwa Roho. Kuzaliwa kwa Roho maana yake ni kuzaliwa kwa Roho maana yake ni kupokea uzima mpya katika Roho. Kuzaliwa kwa Roho maana yake ni kupokea uzima mpya katika Roho. Huu mchakato ukoje sasa? Tunapozungumza kuzaliwa katika Roho, ni tukio la mara moja wakati wa wokovu. Ni tukio la mara moja wakati wa wokovu. Lakini pia kuna ushuhuda wake. Ile Roho, Yohana sura ya 3 mstari wa 3 hadi wa 6, maandiko yanasema, Yesu akajibu akamwambia, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Awezaje kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Yesu akajibu, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa Roho ni roho. Sasa tuangalie ile Warumi sura ya 8 mstari wa 9, anasema, lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamufuati mwili bali mwaifuata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo sio wake. Maana yake hajazaliwa mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mfano wa wanafunzi tunapoona kwenye kitabu cha Yohana Mtakatifu ile sura ya 20 mstari wa 22, Biblia inasema hivi, naye akiisha kusema hayo akawavuvia akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Sasa hapo ndo wakawa wamefanyaje? Wamezaliwa mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kujazwa na Roho maana yake nini? Hapo ndo kwenye pointi yangu ambayo nataka kuzungumzia. Nimekuambia kuzaliwa mara ya pili ni kupokea uzima katika Kristo, alafu ni tukio hilo linafanyika kwa mara moja tu. Alafu tumeona kwenye maandiko ya Yohana hapo sura ya 3 mstari wa 3 hadi wa 6 na Warumi 8:9. Lakini tunapozungumza habari ya kujazwa na Roho ni kujaa nguvu. Hebu sema kujaa nguvu. Atukuzwe Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye anasema kwamba kwa kadiri ya nguvu ambaye anatupa kushinda, kwa kadiri ya nguvu inayoendelea kutenda kazi ndani yetu. Atukuzwe Mungu awezaye kufanya mambo ya ajabu kuliko yale tuyawezayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Maana yake tunapozungumza atukuzwe Mungu awezaye kutenda mambo makuu ya ajabu kuliko tuyawazayo, kuliko tuyaombayo,
kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Akiwa na maana huyu mtu ambaye anasaidiwa akiomba, majibu yake yanategemea na ujazo wa Roho wake Mtakatifu ndani yake. Tunaelewana vizuri Kwa hiyo kujazwa Roho ni ile kupokea nguvu, nama ni uongozi na uwepo wa Roho Mtakatifu. Unakuwa na uongozi na uwepo wa Roho Mtakatifu ndani yako. Kwa hiyo tunapozungumza kujazwa Roho Mtakatifu ni mchakato wa kila siku. Hebu sema ni mchakato wa kila siku. Kwa hiyo tuhitaji, baada ya ujazo wa Roho Mtakatifu, tunahitaji kujazwa Roho Mtakatifu kwa kufanya mchakato wa kila siku. Tunajazwaje Roho Mtakatifu? Nimekuambia, unapotubu na kuhakikisha moyo wako ni safi, endelea kumwomba Mungu akupe shauku na njaa ya kuendelea kuomba, kuwa na mzigo wa kuomba kila wakati, alafu kuwa na mzigo wa kusoma neno kila wakati, na kuwa na mzigo unapolisoma neno la Mungu litii na afu lifanyie kazi. Maelekezo yale yanakusaidia wewe kumpendeza Mungu, na unapoendelea kumpendeza Mungu, yeye kwa kadri namna ambavyo unaendelea, ndani yako kunafanyaje? Kunajaa nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Ujazo wa Roho Mtakatifu uko hivi, na nguvu zinapunguaje? Nguvu zinapunguaje? Tunapohudumu hivi, unapoimba, unapohubiri, unapofanya chochote kile, nguvu ya Roho Mtakatifu huwa inatumika. Kwa sababu hiyo, ikitumika, ikiisha, unahitaji tena kujaza. Ni kama vile tenki, haya magari ya mafuta haya, linatembea, ikifika mahali linaishiwa mafuta, linaingia tena sheli, inafanya linajaza mafuta. Kwa hiyo kuisha kwa mafuta kwa gari kunategemea na gari linatembea kiasi gani, umbali kiasi gani. Kwa hiyo hata sisi wa Kristo tunapohudumu, tunapofanya kazi ya Mungu, huwa kuna nguvu inafanyaje? Inatoka. Kwa mfano kama ninapozungumza hivi, kuna nguvu inatoka. Lakini nikianza kusoma neno na kuomba Roho Mtakatifu kwa mzigo, Roho Mtakatifu anarudisha tena ile nguvu ambayo ilikuwa imetoka ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hata kama wanakwaya mkimaliza kuimba, ni lazima urudi tena magotini kwa Bwana, muombe kwa mzigo, msome neno kwa mzigo, hudhuria semina, mjue na tabia ya kujifunza. Leo tuna mwalimu huyu atufundishe namna ya kuimba, namna maadili ya uimbaji. Ukikaa hivyo, kwa kweli Roho Mtakatifu mtakuwa pamoja naye, mtakaa naye vizuri. Kwa hiyo ujazo wa Roho Mtakatifu ni mchakato wa kila siku. Ni mchakato wa kila siku. Kujaa Roho Mtakatifu ni mchakato wa kila siku. Jitahidi sasa. Unaweza, kuna kipindi nilikuwa nauliza watu fulani hivi, wewe Biblia hii ulishaisoma ukaimaliza? Hivi wangapi tumesoma Biblia mwaka huu ikaisha? Tangu mwaka umeanza tumesoma vitabu vingapi? Mfano unaweza kusema tu mimi mpaka hapa nimesoma vitabu kadhaa. Unanyosha mkono, sioni. Na wewe ulioko online umesoma vitabu vingapi? Ili ujae Roho Mtakatifu, Biblia nasema kabisa wazi, mtumishi wa Mungu Yoshua anaambiwa kitabu hiki cha Torati kisitoke kinywani mwako. Alafu kitabu cha Waefeso, nadhani Wakolosai sura ya 3 anasema na neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu. Kwa hiyo hakikisha neno la Kristo linakaa ndani yako. Huo ndio mchakato wa kujaa nguvu ya Roho Mtakatifu. Kila siku hakikisha unasoma neno. Wale walimu wanasema hivi, ili uweze kuimaliza Biblia bila shida, wewe kila siku jitahidi kusoma sura 4 kwa mwaka, utaimaliza Biblia. Lakini ukisoma sura 8 ndani ya miezi 6 umemaliza Biblia. Ni spidi yako. Lakini kusoma kwako Biblia, wewe anza tu na mchakato kama soma Biblia kama maji, yani kama vile gazeti. Uelewe usielewe, wewe soma. Kuna watu wengine sema mimi nikisoma Biblia sielewi. Wewe soma Biblia, haijalishi utaelewa au hauelewi, wewe soma. Mwambie jirani yako soma, hata kama uelewi wewe soma. Kwa nini nakwambia hivi? Hata kama uelewi soma. Kuna siku anaweza akasimama mtumishi akalifundisha hilo neno ambalo wewe ukulielewa, hapo hapo unalielewa kwa sababu liko ndani. Biblia inasema hivi, Roho Mtakatifu hutukumbusha, hilo moja. Roho Mtakatifu hutufundisha.
Sasa hilo neno likikaa ndani yako, haina maana kwamba utalielewa siku hiyo. Kuna majira ambayo Mungu anaweza akalifunua, lakini hakikisha liko ndani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapoweza kuongea na Roho Mtakatifu, ama unaweza ukawa unaongea na watu, kuna maandiko Mungu anakuwa anayachomoa ndani yako, kuhakikisha kwamba hao walioko mbele yako unawaeleza. Ndio maana Mungu ili aweze kukutumia atahakikisha kwamba lazima ule kwanza. Ezekieli mtumishi wa Mungu anaitwa mwanadamu, kula ni kupacho, si ndio? Utakapokula ndio uende ukaseme na watu wana wa Israeli, kwa sababu huwezi kuzungumza kitu. Ni hatari sana kwa mtumishi, anakwenda kufundisha mawazo yake kuliko kufundisha kile ambacho Mungu amemmezesha. Ni ngumu. Kwa hiyo kujaza Roho Mtakatifu ni mchakato. Ndio maana ile Waefeso 5:14 nasema sasa msilewe kwa mvinyo. Waefeso 5, ile Waefeso 5:18, tena msilewe kwa mvinyo ambamo mna ufisadi, bali mjazwe Roho. Msilewe kwa mvinyo, bali mjazwe Roho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunatamani sana kuendelea kujaa Roho Mtakatifu, na kujaa kwa Roho Mtakatifu kunaambatana na usafi wa moyo, kwa maana ya kutubu na kuungama dhambi zako na kuziacha kabisa. Lakini pia kunaendana na kuendelea kumwomba Mungu aendelee kukujaza Roho Mtakatifu. Anapoendelea kukujaza Roho Mtakatifu Mungu ndani yako, sasa utasikia shauku na kiu ya kuendelea kumtafuta Mungu. Praise and worship team. Na waomba tena sasa tuje tuimbe ule wimbo wetu ule, tumuombe Mungu. Ni wiki ya kujaa, ni wiki ya kujazwa na kuburudishwa, ni wiki ya kujaa, ni wiki ya kujazwa na kuburudishwa. Unayenifuatilia online, mwabudu Mungu kama hujawahi kumwabudu Mungu. Asubuhi ya leo ni asubuhi ya neema, ni asubuhi ya kujazwa na kuburudishwa. Unapoendelea kumwabudu Mungu katika roho na kweli, ndani yako ataweka shauku, ndani yako ataweka msukumo wa wewe kutubu makosa yako, kutubu dhambi zako, na hapo hapo ataweka shauku na atatawala maisha yako kikamilifu ndani yako. Imbieni ule wimbo. Tamani nikuone, nione wema wako. Yes. Nikuabudu, nikuabudu. Natamani nikuone, nione wema wako. Nikuabudu, nikuabudu. Natamani nikuone, one wema wako, nikuabudu, natamani nikuone, nione wema wako. Nikuabudu, nikuabudu. Natamani nikuone, nione wema wako. Nikuabudu Yesu, nikuabudu. Natamani nikuone, natamani nikuone, nione wema wako, nione wema wako. Nikuabudu, nikuabudu. Natamani nikuone, natamani nikuone, wema wako, nione wema wako. Nikuabudu, nikuabudu. Say yes,
natamani nikuone, nione wema wako, nikuabudu, natamani nikuone, mbele za Bwana. Hebu fanya fellowship yako na Mungu. Mwambie Roho Mtakatifu asubuhi ya leo, ninaruhusu maisha yangu yatawale. Ninaruhusu maisha yangu yatawale. Hebu mwambie Roho Mtakatifu, ni wiki ya kujaa, ni wiki ya kujaa na kuburudishwa. Paza sauti mbele za Bwana. Mwambie Bwana, niko tayari kufanya fellowship na wewe. Tawala maisha yangu, tawala huduma yangu, tawala kazi yangu, tawala mifumo ya kufikiri kwangu na kuwaza kwangu. Roho Mtakatifu, ingia ndani yangu, jaza nguvu kuliko niwezavyo, kuliko niombavyo, kuliko nitafasirivyo. Kwa neema yako Bwana, ninayaruhusu maisha yangu uyatawale asubuhi ya leo. Ninaruhusu maisha yangu uyatawale asubuhi ya leo. Utawala maisha yangu kikamilifu ndani yangu. Safisha moyo wangu, ondoa kila kizuizi kinachonifanya Bwana nisikupe nafasi ya wewe kujaa ndani yangu, kukaa ndani yangu, kutawala maisha yangu. Oh, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, jaa ndani yangu. Weka shauku ndani yangu kuendelea kutafuta uso wako, kusoma neno lako. Weka njaa ndani yangu Bwana, ni wema wako, nione matendo yako, nione udhihirisho ndani yangu, kwa neema itokayo kwako, kwa mvua ya neema. Angawa sikustahili Bwana, lakini kwa rehema zako Bwana, kwa rehema zako Bwana, asubuhi ya leo Bwana, jaza Mtakatifu, Roho wako Mtakatifu ajaye kwa kila aminie, ajaye kwa kila aminie, ajaye kwa kila aminie, ajaye kwa kila mwenye shauku ya kutafuta uso wako, kutafuta mapenzi yako. Jaza utii ndani yake, jaza wema wako ndani yake, uweza wa nguvu yako, uweza wa kulisoma neno lako, uweza wa kutafakari neno yako, shauku ndani ya kutafuta uweza wako, kutafuta uwepo wako. Roho Mtakatifu, tuko mahali hapa, tunatamani Bwana kila wakati tufanye fellowship na wewe. Tunatamani Bwana kila wakati Bwana uje ndani yetu. Tunatamani Bwana kila wakati Bwana uendelee kutawala maisha yetu, kwa neema itokayo kwako, kwa mvua itokayo kwako. Endelea kutujaza, endelea kutujaza na kuwaburudisha watu wako waliokata tamaa na maisha yao. Baba, huisha nafsi zao, huisha nafsi zao, waliofika mahali Bwana wamekata tamaa na ugonjwa walionao, na maradhi walionao, na shida ulizo nazo, na ziki zilizo nazo. Yesu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, achilia bubujiko, achilia bubujiko, achilia bubujiko la kujazwa Roho wako Mtakatifu kwa watu wako Bwana, wakajae nguvu na uongozi wa Roho wako Mtakatifu. Kila wanachokifanya Bwana kikatawale maisha yao, kikatawale maisha yao. Kila wanachokifanya Bwana ukatawale maisha yao. Kila wanachokifanya Bwana ukaongoze maisha yao. Kila wanachokifanya Bwana, kwa uwezo utokao kwako. Tunatamani wiki hii, tunatamani wiki hii na siku zinazokuja Bwana, endelea kuweka msukumo na msisitizo na mguso ndani ya watu wako, waendelee kutafakari neno lako, waendelee kulishika neno lako, waendelee kutii maagizo yako, waendelee kutii sauti yako, waendelee kufanya yanayokupendeza Bwana, kwa utukufu wa Roho wako Mtakatifu. Roho wako Mtakatifu ulipomwachilia katikati yetu, ulisema ataendelea kuwa pamoja nasi mpaka ukamilifu wa dahari. Watoto wako Bwana, tulizaliwa mara ya pili, lakini sisi ni madhaifu, lakini sisi ni mapoza. Tunazaa mapoza kwa sababu tumekataa
kumruhusu Roho wako Mtakatifu atawale maisha yetu. Na leo asubuhi ya leo tumekubali Bwana, tumekubali Bwana, Roho wako Mtakatifu aendelee kutawala maisha yetu, aendelee kutembea ndani yetu, aendelee kuweka shauku ndani yetu ya kuwa na njaa ya kusoma neno, ya kuwa na njaa ya kutafakari neno, ya kuwa na njaa ya kuomba. Bwana, Roho Mtakatifu, weka mzigo ndani ya waombaji, weka mzigo ndani ya wahubiri, weka mzigo kwa mitume, manabii, wainjilisti, wachungaji, walimu, pamoja na huduma za masaidiano. Roho Mtakatifu, tuko tayari kunyeshewa mvua ya neema, tuko tayari kunyeshewa mvua ya neema itokayo kwako na burudisho litokalo kwako, kwa utukufu wa jina lako. Uinuliwe Mfalme, utukuzwe Bwana, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani ya watu wako, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani ya mioyo yetu, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani ya nafsi zetu. Baba, uendelee kutukuzwa, uletupa kushinda na zaidi ya kushinda, kwa Bwana wetu Yesu Kristo, uliyetupenda, uliyetupenda, uliyetuinua, uliyetubariki kwa baraka zote za rohoni. Baba, tunatamani kuona uwepo wako, tunatamani kuona nguvu zako kila wakati. Bwana, tunapotenda kazi yako, tunatahidi kuona Bwana udhihirisho wa neno lako, kama ambavyo ulituambia, na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina lako watatoa pepo, kwa jina lako wataweka mikono juu ya wagonjwa nao watapokea afya. Kwa jina lako Bwana, watakuta hata vitu vya kufisha havitawazuru, kwa sababu ndani yao wamejaa nguvu, ndani yao wamejaa uweza, ndani yao wanalo burudisho. Baba, tuko tayari kujifunza kwako, tuko tayari kujitia nila, tuko tayari kuishi pamoja na wewe, tuko tayari kutembea na wewe, tuko tayari kukaa na wewe, tuko tayari kuonywa na wewe, tuko tayari kufundishwa na wewe. Na uliposema tutakapofundishwa na wewe Yesu, ulisema tutapata raha nafsini mwenu. Jitieni nila yangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Baba, utupe shauku ya kuendelea kujitia nila pamoja na wewe, kwa maana mzigo wako Yesu ni mwepesi na nila yako ni laini. Baba, tunakutukuza, tunakuinua, tunakushangilia. Na shauku yangu, hata huyo ananifuatilia kwenye mtandao, ijerishi imefika mahali amekata tamaa, Yesu, mjaze Roho wako Mtakatifu, mjaze Roho wako Mtakatifu na umburudishe nafsi yake katika jina la Yesu aliye hai. Kuna mgonjwa amefika mahali amekata tamaa, pamoja na ugonjwa wake, Roho Mtakatifu uwezaye kutuponya, achilia uzima ndani ya mama huyu, ndani ya baba huyu, ndani ya kijana huyu anayenifuatilia sasa, kwa utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu aliye hai. Mungu, utukuzwe mno kwa namna ambavyo Bwana unaendelea kutenda kwa kadiri ya nguvu itendao kazi ndani ya nafsi yetu, ndani ya mioyo yetu. Utukuzwe Mungu, utupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Tunakutukuza Bwana, tunakutukuza Bwana, tunaliinua jina lako kwa sababu ya uweza wako na nguvu zako. Yesu, Bwana Yesu, Yesu, nikuabudu, nikuabudu. Yesu, Yesu, nikuabudu, nikuabudu. Yesu, Yesu, kuabudu, nikuabudu, nikuabudu. Yesu, Kamata sadaka yako.
niende niombe mbele za Bwana. Hata wewe unayetufuatilia online sasa, kuna namba zitapita mbele ya skrini yako, utaona, na ukimtolea Mungu kwa matoleo haya, Mungu ataendelea kukujaza na kukuburudisha moyo wako, kwa sababu palipo na sadaka ama na hazina yako, ndipo na moyo wako utampendeza Bwana mahali utakapokuwa. Mungu wetu, tunakushukuru, tunakuinua, tunakushangilia. Ni asubuhi ya sifa, asubuhi ya kukutukuza wewe, asubuhi ya kukuabudu wewe. Tunakuletea matoleo kwa mioyo yetu ya kupenda. Tubariki watoto wako tunapotoka, tunapoingia. Wabariki watumishi wako wanapotoka na kuingia. Wabariki watu wako wanapotoka na kuingia, kwa utukufu wa jina lako. Baba, tunakushukuru mno kwa namna ambavyo umetuhudumia. Hakika tumeona wema wako na fadhili zako, nasi tunaahidi tutaendelea kukaa hemani mwako siku zote za maisha yetu. Utukuzwe Mungu, uinuliwe, kwa sababu ya kadiri ya nguvu ya uweza wako unaendelea kutenda kazi ndani ya watu wako waliokuamini, katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu, amen. Yesu, nikuabudu, nikuabudu, Yesu, Yesu, nikuabudu, nikuabudu, Yesu astahili heshima na utukufu. Yesu astahili heshima na heshima, heshima na utukufu. Baba, unaistahili heshima na utukufu. Hakika wewe utabaki kuitwa Mungu. Hakika wewe utabaki kuitwa Mungu wa wote wenye mwili. Hakika wewe utabaki kuitwa Mwokozi wetu. Hakika wewe utabaki kuitwa mponyaji wetu. Hakika wewe utaitwa kwamba wewe ndiye unayeweza kutujaza na kutuburudisha. Uinuliwe, utukuzwe Bwana Yesu. Sante kwa ajili ya matoleo haya ambao watoto wako tumekutolea kwa mioyo yetu ya kupenda. Uinuliwe, utukuzwe Baba, ukaliangalie neno lako ukapate kulitimiza kwa habari ya kuwabariki watoto wako. Nami naendelea kuwakabidhi mikononi mwako Bwana, na waombea Bwana, uendelee kuwatunza Praise and Worship team, uendelee kuwatunza kwaya zetu Bwana, uendelee kuzitunza kanisa lako Bwana, uendelee kulitunza hata nchi hii Bwana inaongozwa na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Baba, kwa rehema na fadhili zako, mpe hekima na maarifa, ujuzi wa kuweza kusimama kuongoza maelfu na maelfu ya Watanzania wanaoendelea Bwana kulicha jina lako, wanaoendelea Bwana kutafakari uwepo wako, hata wasiokujua Bwana. Baba, weka neno na shauku ndani yao, weka mioyo ya toba kutambua kwamba wewe Yesu Kristo ndio uliyekufa kwa ajili yao, uliyekufa kwa ajili ya maisha yao, ukakubali kutoa uhai wako Yesu Kristo ili kuokoa maisha yao. Baba, kwa utukufu wa jina lako, endelea kulitunza kanisa lako, na weka mikononi mwako maaskofu wetu Baba, kwa neema yako endelea kuwatunza
hekima itokayo kwako, maarifa yatokayo kwako, endelea kuwatunza. Hata Bwana, kwa neema yako, wachungaji, mitume, wainjilisti, walimu, Baba, wameitwa kwa jina lako, manabii wameitwa kwa jina lako, endelea kuwatunza, endelea kuwapa hekima na maarifa. Bwana, viongozi wote, makatibu wa kanisa, viongozi wazee, wahudumu, Bwana, washirika wote, Bwana, endelea kuwalinda na kuwatunza. Wasiokujua wewe, Bwana, endelea kuwatunza, kwa maana Bwana, unawaangazia jua la wenye haki na wasio haki kwa utukufu wako. Bwana, endelea kuwabariki siku zote za maisha yao kwa neema yako. Bwana, endelea kuwaokoa kupitia neno lako unalolituma kupitia watumishi wako. Uinuliwe Mungu, utukuzwe, kwa sababu wema wako na fadhili zako zinaendelea kutuhifadhi. Baba, siku hii ikawa ni siku ya baraka katikati ya maisha ya utumishi wako. Siku hii Bwana ikawa ni ya uponyaji kwa wagonjwa ambao hawawezi, kwa utukufu wa jina lako. Haijalishi wamehangaika miaka mingapi, lakini neema yako Bwana isiwapungukie, kama ambavyo ulisema, palipo na udhaifu, palipo na magonjwa, palipo na njaa, wewe Yesu unaonyesha nguvu zako. Tunakusihi Bwana, endelea kutembea pamoja na watoto wako, watumishi wako, kwa utukufu wa jina lako. Na sasa kanisa, pokeeni baraka za Bwana. Bwana Yesu akubarikie na kukulinda, akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili, na akuinulie uso wake na kukupa amani, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tuenende na amani ya Bwana.